Kamwe na nimemsikia kipindi anafanya ile press interview tuseme nini, nimemsikiliza kwa kumkana ukweli kwamba sijui Tanzania engineer hajahusika kwenye usajili wa wachezaji. Yaani wachezaji umeona wamejileta tu. Yaani amekuja tu wenyewe. Ni mapendekezo ya kocha. Yaani hajahusika yeye engineer. Na alitaka kupiga hadi magoti kwamba naomba uongozi mje msajili wachezaji. Tafsiri ni nini? Kwamba kakana kwamba engineer kuhusika katika usajili wa wachezaji. Pili, anaomba uongozi uje uhusike katika nini? Usajili. Tafsiri ni nini? Kwamba akubaliana wale wachezaji waliokuwepo waliosajiliwa. Hiyo ndio tafsiri yake. Haukunielewa? Nakuelewa. Narudia. Kama habari za vifo. Alikamwe kakana engineer hakuhusika katika usajili wa wachezaji. Akaja tena akaomba hadi waandishi au nikunje magoti chini. Uongozi wa Yanga akamtaja engineer na rais, makamu wa rais wa Yanga Arafati, mrudi kusajili wachezaji. Tafsiri ni nini? Kwamba wachezaji waliokuwepo Alikamwe aliziki nao. Bado tunamwacha Alikamwe. Tukirejea katika barua ya Yanga inazungumza kwamba mwenendo wa timu yetu, kwamba mfumo, mimi naongea kiudadavuzi, yani kudadavua, yani mfumo wa timu yetu na mfumo wa kocha ni vitu vili tofauti. Barua hiyo ya Yanga jinsi tafsiri yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo kuna vitu vili nimevinoti. Cha kwanza, Yanga mwenyewe haafiki na wachezaji waliokuwepo. Cha pili, Yanga haafikiane na kocha mifumo yake, na ndio maana amekuja kumongezea nguvu kocha mwingine aje kufanya nini? Kutia nguvu ndani ya Yanga. Ni maswali mazito, ni maswali magumu. Je, kweli engineer kuhusika kuleta wachezaji? Maswali ya msingi. Tukiona kila mchezaji akija, wenyewe Yanga anatuambia engineer kahusika 100% kwa kumleta huyu mchezaji. Scout ya Yanga imehusika 100% kuleta wachezaji. Leo hii mchezaji akifeli, yani wanachokifanya Yanga, mchezaji akifeli wanatafuta shuka la kumfunika engineer. Hana shida. Kocha kahusika. Ila wachezaji angepiki kwenye mfumo, huyu ndo kawaleta. Bila huyu msingemuona huyo. Wachezaji amefeli, engineer hahusiki. Umeelewa vizuri? Hii ndo siasa ya mpira Tanzania. Hau ndo tofauti mkubwa wa Simba Sports Club na Yanga. Sisi Simba tuko hivyo. Sisi Simba kiongozi kama kakosea ataambiwa. Umeelewa? Simba. Sisi Simba mchezaji kafeli ataambiwa. Simba mchezaji hana nidhamu atafungiwa na klabu. Wewe lama. Simba, narudia. Simba mchezaji akiwa hana nidhamu, klabu inamfungia. Sisi tupo lazi, Mwangosi ndo akacheza namba 9. Huku Soa si tunaye. Au mmejiuliza Soa yuko wapi? Kipindi tunacheza bila namba 9, Soa alikuwa majeruhi. Simba kabisa. Tafsiri ni nini? Klabu inatakiwa iwe na maamuzi, na ndio maana namshangata engineer kwenda kuizailisha Simba kusema eti Simba haina, eti tunasema Simba ina poor governance. Simba Sports. Sasa nataka leo waandishi Salome, wewe Rama na kawabe yako, Salome na mtanange wake na watu wenu na mashabiki wenu. Leo mniambie katika hiki kitu kati ya Yanga na Simba nani poor governance? Uniambie kwa hiki kitu. Sisi Simba mchezaji wetu kakosa nidhamu tena ndani ya timu, hata hujui kama kakosea nini. Lakini klabu imemfungia. Tupo lazi tumchezeshe Mwangosi na Batisa kuliko wewe solo kosa nidhamu, kafungiwa akapigwa bani Soa. Umeelewa? Leo hii anainuka mchezaji wa Yanga. Narudia, leo anainuka mchezaji wa Yanga Diara anakosa nidhamu uwanjani na nje ya uwanja. Diara kampiga, anataka ampige yule refa yule. Kamkunja, kamchania hadi shati. Alitaka kumpiga. Kamkunja hadi shati imechanika hadi fimbi imepotea uwanjani. Diara kaanza kugombana na watu nje huku. Kagombana engineer kaenda kamkumbatia Diara kamkunjia ngumi engineer hivi. Upotofu wa nidhamu. Kamkunjia ngumi engineer, anataka mpige engineer, anataka mpige meneja wa Yanga ngumi hivi asikii. Leo hii Yanga anamfumbia macho, wanamkingia kifua, wala wakemei na wanamtetea. Umeelewa sijui? Nakuelewa, sijajua pointi yako nini mpaka sasa.
tujue kati ya Simba na Yanga nani mwenye good governance, nani mwenye poor governance kati ya Simba na Yanga. Simba sisi mchezaji akiwa na nidhamu anafungiwa na klabu, sio bodi ya ligi. Nimekupa mfano Soa, tumemfungia sisi klabu. Nisikilize basi, siwataka ujana manangu. Simba Soa kakosea, klabu ndio imemfungia, sio bodi ya ligi. Tupo lazi tucheza na namba 9 nani? Mwangosi. Leo hii Yanga mchezaji anakosa nidhamu, mchezaji anataka kupigana na watu uwanjani, Yanga wanamtetea. Kati ya timu ambaye mchezaji akikosa nidhamu anafungiwa na timu ambaye mchezaji akikosa nidhamu anatetewa, timu gani yenye good governance na timu gani yenye poor governance? Niambie Rama. Tunawaachia watazamaji. Mimi nataka uniambie Rama. Nataka uniambie, mimi sio watazamaji. Au muulize Salome. Wewe Salome kameramani, wewe uniambie. Kati ya timu mchezaji akifanya makosa ya kinidhamu anafungiwa na timu, na mchezaji akifanya makosa ya kinidhamu timu inamtetea, timu gani yenye good governance na timu gani yenye poor governance? Ipi? Lakini Mandala, Yanga hawajamtetea Diarra. Wamemtetea. Alikamwe kasema kweli kafanya kosa. Yanga wamemtetea. Alikamwe jana akasemaje? Kuna wapuuzi. Nisikilize. Alikamwe kasema kuna wapuuzi walikuwa wanamsomea Diarra, alikuwepo ndio maana akaamua afanye vile. Tafsiri yake ni nini? Hata kama aungi mkono hawezi kuonyesha moja kwa moja kitendo cha kushutumu watu kwamba kuna wapuuzi, ndio maana aliwafanyia vile. Kwa hiyo kama aliunga mkono lile swala, wao ulisikia Diarra kafungiwa? Diarra kafungiwa na Yanga. Yanga bado hawajamfungia. Anafanya nini mpaka saa hizi? Sisi tunasubiria kamati masaa 72. Kamati ya nini? Litakuwa Yanga wamfungie wao. Kwa sisi sote tulisubiria kamati. Ngoja nikukumbushe. Ngoja, sote tulisubiria kamati. Ila kwa mwalimu mlisubiria kamati. Mwalimu ngoja, kuna kitu usibananishe. Wewe Rama, mwalimu hakukosa. Mwalimu. Sikiliza Rama. Mwalimu hajafanya upotofu wa nidhamu. Mwalimu kacheza kitendo sio cha kiungwana uwanjani. Two different. Mwalimu kamchezea mchezaji mchezo sio kiungwana. Huyu nani? Soa kafanya upotofu wa nidhamu, ndio maana amemfungia Simba. Mwalimu nisikilize, mwalimu kafanya nini? Makosa ya kibinadamu tunasema, ndio maana bodi ya ligi imemfungia. Diarra kafanya makosa hayo. Diarra kafanya kosa ndani ya uwanja ambaye kataka kumpiga refa mpaka refa tisheti imechanika. Diarra na fimbi imepotea. Diarra yeye tena kaja kufanya kosa la upotofu wa nidhamu nje ya uwanja. Kwa hiyo yale matukio litakiwa Yanga ndio wachukue maamuzi kumfungia mchezaji kabla ya bodi ya ligi kuonyesha good governance, kama engineer anaoihubiri kila siku, kuonyesha kwamba klabu ina good governance. Ilitakiwa Yanga siku ile jioni Yanga atoe taarifa kwa umma, tunamfungia Diarra kwa sababu katukana taifa. Taarifa ya Yanga Africans pia ulisoma vizuri. Yale maneno bwana hawezi kufanya kwa kitu. Unaona taarifa ya Yanga nini? Wewe kwa akili yako Yanga atamfungia Diarra? Yanga wenyewe anakuambia tunasubiria tuone bodi ya ligi itafanya nini. Sikaongea Alikamwe jana. Kwa nini wasimfungie mpaka bodi ya ligi? Wewe unanibishia mimi. Alikamwe jana akasemaje? Tunaisubiri bodi ya ligi tuone watakuja kufanya nini. Walitakiwa jana juzi sikio natoka uwanjani. Mpaka saa hizi tusikie taarifa kwa umma au tusikie za chini kwa chini. Kwa kina nani hao wazo wa chini kwa chini hao? Kina nani? Kina Mkomwa. Tushaona kwamba Diarra kafungiwa. Kwani Simba alitangaza wamemfungia Soa? Studiona tu taarifa za chini kwa chini, Simba amemfungia Soa. Na kweli umeelewa vizuri? Kabineti gani Yanga waongo? Yanga anamsubiria bodi ya ligi wamfungie. Watakuwa Yanga wamfungie wao. Yaani itakuwa Yanga wamfungie wao. Pamoja na yote Yanga kuwa inadondosha alama katika michezo kadha wa kadha. Alikamwe jana akasema bado hajaona timu ya kuwasumbua ama kuwazuia Yanga wasichukue ubingwa. Alikamwe anaishi kwa mazoea. Alikamwe anaishi kwa mazoea. Yanga anaongoza pointi wakiwa saa michezo na nani? Na Simba. Nisikilize. Yanga anaongoza pointi ngapi? Katika pointi moja anaongoza Yanga hiyo. Kuna pointi 2 anadaiwa za Simba za udhulumishi za Zanzibar. Kwa ile match game Simba angeshinda, sasa hizi Simba ndo anakuja kuongoza ligi yeye. Performance ya Yanga ukiangalia uwanjani, unaona kabisa Yanga haiwezi kwenda kuwa bingwa. Young Africans, performance ya Yanga ukiangalia Yanga jinsi inavyocheza, kwa mtu anayejua mpira, msikiliza Rafael, si chawa yule, lakini msikiliza sasa hivi akizungumza.
Sisi chawa. Wewe msikiza akizungumza mtu anajua mpira. Kuna muda mtu hataki kuachao ila kama anajua mpira anaamua azungumze mpira. Rafa jana kaamua kuzungumza mpira. Rafa hata leo kifuata anakuambia ukweli. Kwa kikosi cha Yanga kinavyocheza huwezi kufanisha na msimu uliopita. Nimpigie mahesabu Alikamo kwa nini hawi bingwa. Ngoja nimpigie kidogo mahesabu. Msimu uliopita raundi ya kwanza alipoteza pointi 6 tu. Raundi ya pili Yanga toka poteza zile pointi 6 akaanza kuonyesha performance kubwa. Mpaka raundi ya kwanza inaisha Yanga wanavuna tu alama. Leo hii mpaka sasa hivi Yanga raundi ya kwanza inaisha kapoteza alama 10. Nisikilize. Msimu uliopita raundi ya kwanza Yanga kapoteza alama ngapi? Muda huo Simba mpaka sasa hivi kapoteza alama ngapi? Nisikilize. Msimu uliopita Yanga alipoteza alama ngapi? 6 raundi ya kwanza. Simba na raundi ya kwanza ilipoteza alama ngapi? 6. Haya msimu huu. Umeelewa vizuri? Simba msimu uliopita anamaliza ligi kapoteza alama 12. Ngoja. Nisikilize. Yanga kapoteza alama 8. Hadi sasa hivi. Msimu uliopita. Msimu huu Yanga kapoteza alama 10. Sawa, twende. Yanga hawezi kwenda kuwa bingwa kwa sababu shida sio kupoteza alama. Shida performance ya timu uwanjani. Yanga performance yake ipo low down performance. Yanga ipo kama beti la simu. Mbona shangwa na beti simu inachajiwa ile low. Alafu kila ukeka chaji haijai inabaki asilimia. Wanasema udhaifu wao ndio ubora wenu. Ngoja. Yanga ukiweka hivi umeona ukichomeka hivi chaji kama simu ile mbovu ile. Chaji ukichomeka haijai asilimia 1 muda wote. Ndio Yanga. Ipo hivyo. Yaani kila ukichomeka chaji haijai asilimia 1. Nawaambia ubovu wao ndio ubora wenu nyie. Kwamba Yanga ikiwa mbovu ndio nyie kidogo mnapata uweni. Hakuna, Simba na performance kubwa. Yeye mwenyewe Alikamo alikiri. Wewe muulize, dabi tuliocheza msimu uliopita na dabi ya msimu huu sawa? Sema mlikamia. Tulikamia wapi? Timu bora. Wewe tuna wachezaji wenye hatari, wachezaji wenye hatari kwenye safu ya ushambuliaji jikoni. Kwa taarifa yao Mandala, Young Africans bwana walisema pia wale muundo wa kocha. Lakini wamemwacha na wamemuongezea kocha mwingine. Umbea ule. Wanatafuta njia. Yanga waaminigi kumwacha mchezaji kocha hivi direct. Lazima wapate mzunguruko. Kama unakumbuka walizungulukaga kumwacha yule kocha wa mwaka mbele. Unakumbuka? Sio akamletea nani? Si hivi. Kuna mtu akamletea Mabedi. Hii mwisho wa siku ikawaje? Ndio huyu. Ndio mfumo wao Yanga maisha yao hapo hivi. Nataka niambie kuja kwa Abdulhamid. Ndio Yanga hivyo. Ndio maana nimekukumbusha kipindi kile kumfukuza Fozi, wakamleta Mabedi, wakapita mlango wa chooni, wakaenda kumpa majukumu ndio. Yaani mamlaka huko cha mkuu akampa Mabedi ndio huyu. Kwa hiyo mamlaka huko cha mkuu atapoeleza atakasirika. Hata kitanga hujui. Yule atapewa majukumu ya kocha mkuu mmoja atakasirika. Kwa hiyo akikasirika huyu mmoja sasa akikasirika anataka kuondoka. Ndio atasema kocha anataka kuondoka tumemwacha. Yaani wasionekane kama wamemfukuza. Wana akili. Njia anayoipitia. Yanga wana akili. Yaani wapo hivi. Narudia tena. Wanapokuletea kocha msaidizi, yule kocha msaidizi anampa majukumu ya kocha mkuu. Wewe kocha si utakasirika? Kocha akakasirika kwamba wewe umepewa majukumu ya kocha mkuu. Umekasirika umepewa majukumu ya kocha mkuu. Ukishakasirika utaomba uondoke. Ndio lengo la Yanga. Ujanja wao ndio hapo hivyo. Yaani anajua kabisa tukimleta huyu kocha msaidizi, tukimpa majukumu makubwa ya kocha mkuu, huyu kocha mkuu atakasirika. Kwa hiyo akikasirika ataomba aondoke. Kwa hiyo akiomba aondoke, taarifa kwa umma haisemi kwamba tumemwacha kocha. Itasema kwamba kocha kaomba aondoke. Ili waonekane hawajamfukuza akaondoka mwenyewe. Wajanja wale wanatafuta njia hivi ya uani. Kwa hiyo ndio target yao, wametafuta njia kupitia uani. Haya. Kama anafozi vile vile ndio maana press nyinyi mmeitwa leo jamani press. Nyinyi mkajua sasa kama anajihususi lile ameenda. Majani ya chai haya mtangaze. Kama atakupiga wewe. Mmeitwa waandishi leo. Jamani press. Waandishi wanapokuambia mapenda habari. Asubuhi salamu na kamera yake mbio. Haya, nendeni mkasikilize interview kule. Watu mmelochoa content, leo kocha anafukuzwa. Haya, mmefika habari. Kahawa. Posti kahawa. Tumalize bwana. Kuna clip moja inasambaa kweli. Umemwona Anisetura anapompindua mtu kama adhabu hii? No. Ile ndio quality ya mchezaji tunaizungumza sisi. Hakusikia ndio tafsiri sahihi ya X Factor. Yaani X Factor hawezi X Factor upo kama nani? Kama nani? Tuongelee mchezaji gani? Kama Pacome, X Factor hawezi kama Pacome.
X Factor lazima uwe na mambo mengi, uwe na akili, uwe una kesi za kuwatengua wachezaji viuno, uwe una kesi. Yaani unataka upate kesi ya kumfanyia wewe kumwona mchezaji anapata injury bila kuguswa. Ndio tafsiri sahihi X Factor. Yaani unatakiwa umpatie mchezaji mwenzako injury bila kumgusa. Hiyo ndio real X Factor. Mchezaji apate injury bila kuguswa. Ukiona X Factor unampa mchezaji injury, si umemkata. Wewe sio X Factor. X Factor lazima umpatie mchezaji injury bila kumgusa. Don't touch pass. Don't touch pass. Inaitwa don't touch pass, ndio ile pale ya ule aliyofanya. Huwezi kuwashauri Young Africans angalau wamchukue kocha yule ambaye alitengeneza. Ngoja. Wewe nisikilize Lama. Nakusikiliza Mandala. Hapa kuna vitu vile uvijue. Hawezi ukamfananisha. Nisikilize, hili ni onyo. Hawezi. Umemwona Mohamed Dewji. Watu wengi walimbeza Mo. Lama, kuna vijana hata wa Simba wapo ambao akili zao kuna muda zinaruka. Walimsema Mo sio tajiri, wapo. Kama 72. Kuna vijana ambao akili zao mbovu wanakaa Buguruni, washafanya mambo yao, walimtukana Mo. Sasa leo hii Mo kaja kuonyesha ukubwa. Eti kwa tafsiri sahihi, eti kwamba eti Mo, eti wanasema eti Mo hajasajili kinaula. Wewe utakuwa hauna akili. Tunasema kuna kitu kinaitwa, tunasema brain, low brain. Haya, Mo hajasajili kinaula, aula kasajiliwa na nani? Pesa ambazo wameuzwa wachezaji kwa mujibu wa taarifa zilikuwa. Wale wachezaji wameletwa na nani? Na Mo Dewji. Ni mule tu. Sasa kiko wapi? Kuna nini? Tajiri alivyomsikia Mpanzo anataka aondoke. Alivyosikia jana, kuna clip kwa inasambaa mitandaoni, wewe hujaiona. Injinia na wenzake na jopo lake wote kikao, na kuna dada mmoja alikaa pembeni, nilimfananisha, si nilijua Salome, kumbe sio. Walikaa pembeni, walikuwa wanampigia simu usiku. Mpanzu Graphic anamshawishi, utakujengea nyumba si Bahari Beach, si nitakugea si Crown, si nitakupa si kitu gani, si na nini. Mo alivyosikia habari, Mo kakodi ndege kutoka huko kazini kwake huko. Wapi? Dubai. Mo kakodi ndege kutoka Dubai, alifotua airport, ndege haijazimwa. Kaja kamsainisha Mpanzu.